that will come out and vote. Na serikali kuu kupitia wizara yake ya kilimo ikishirikiana na serikali ya Taita Taveta imeanza mikakati ya kufufua kilimo cha kahawa Taita baada ya zaidi ya miaka 35 ya wakulima kususia zao hilo kwa kukosa soko. Aidha, wakulima wa kaunti hiyo bado wako na ari ya kujiendeleza na vilevile kurejelea zao hilo, na ikiwa wanaitaka serikali wahakikishie bei nzuri na vilevile mbegu bora, wakisema ardhi yao ni nzuri kwa zao hilo, kama Hezron Kimari anavyoripoti kutoka Wundanyi, kaunti ya Taita Taveta. Na wakazi wa kaunti ya Taita Taveta huenda wakarejea tena kilimo cha kahawa baada ya miaka 30 ya kuacha kilimo hicho kufuatia ukosefu wa soko zuri. Hii ni baada ya serikali kupitia wizara ya kilimo kuweza kuanzisha hamasa kwa wakulima wa eneo hili. Na sasa tupata fursa ya kusikiza baadhi ya kauli na pia matarajio ya wakulima kutoka eneo hili. Je, wanazungumziaje kuhusiana na kilimo hichi? Hiki kilimo cha kahawa kimekuwa msaada sana kwa familia zetu sisi ambao tulihusika tangu mwaka wa 1953 ambapo ndiko hii kahawa ilianza ilikuwa introduced hapa Taita. Na iliendelea tukawa na members 3,572, lakini kufikia mwaka ya 90 pale kulipoanza ile mambo ya Chepkube coffee scandals, ndio pale bei ilishuka. Brazil nao ikaja ikaangusha pia kahawa kwa sababu walizalisha kwa wingi. Kutoka wakati huo, kwa sababu ya mambo ya transport na logistics za kupeleka Nairobi kwa ajili ya Nairobi Coffee Exchange, bei ilishuka. Bei ya kahawa tangu wakati ule ilikuwa ni si bei nzuri. Nakumbuka kabisa kuna siku tulilipa wakulima kahawa kwa kilo shilingi 3. Na wakati ilikuwa inaendelea ikaja kuongezeka mpaka tukawa tunalipa pa kilo ya cherry shilingi 20. Na hiyo haikuwezesha kukidhi mahitaji ya mkulima, kwa sababu utuzaji wa kahawa unahitaji mambo mengi, na unakuta mkulima hawezi kupata faida. Hata nililelewa na kahawa, lakini kwa sababu ya bei iliposhuka kahawa tukaziacha. Lakini tumeona tumekosa sana, maana hizi kahawa zilikuwa zinasaidia hata kwa kufundisha watoto wetu, zilikuwa zinasaidia hata katika hali na mali katika maisha yetu. Lakini tuliposikia sasa kahawa inaletwa upya, tulikuwa na furaha kuu, na tunatamani sana tuweze kupewa mbegu, tuanze kujipanga tena kimaisha, maana hakuna kilimo kingine kinaweza kutusaidia sana hasa Taita. Hiyo ni kama cash crop. Tulikuwa na mashine ya kutengeneza zile kahawa, zitakapotoka shambani zinatolewa yale maganda, zinaanikwa, zinafanywa vizuri na zinasafirishwa. Lakini bei iliposhuka chini, Wataita wakaamua kuziondoa. Na walipoziondoa wakaanza kilimo cha mboga na maziwa. Lakini sasa tuliposikia kwamba kuna tena kahawa zinaweza kupandwa, mimi ni mmoja wao, nimeunga mkono hizi kahawa tuziregeshe, na hivi mimi nimeletwa hapa na kilimo cha kahawa. Kama vijana wa sasa ama kama wazee wa sasa, tulipenda hichi kilimo kirudiwe, lakini bei tu iwe sawa sawa. Bei ikiwa sawa sawa, sisi hatuna shida. Kilimo cha kahawa tutaregea. Lakini wazazi waliona kwamba malipo ya kahawa ilikuwa duni mpaka wakakata kahawa zote. Lakini sasa kahawa hatuna, semelo kweli. Lakini kama kutakuwa na haki na tutalipa vizuri, kahawa tutarudia. Ndio kauli za baadhi tu ya wakulima kutoka eneo hili la Wundanyi wakizungumzia kilimo hichi cha kahawa, wakionyesha nia ya kukumbatia kilimo hicho, ila tu wakirai serikali iwahakikishie bei nzuri ya bidhaa hii ili waendelee kujiimarisha. Nikiripotia KTN kutoka Wundanyi, mimi ni Hezron Kimari. Kutoka Wundanyi tuelekee Kakamega ambapo